hapa ndipo alipolala dada yako. Usijali, yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nadhani umeleta kile ambacho nilichokutuma. Ndiyo, nimekuja nacho. Nikabidhi. Ili tuanze kufanya kazi yetu, unatakiwa uende nyumbani anapokaa shemeji yako. Ukifika uingie mpaka ndani. Baada ya hapo uje hapa. Hakikisha unakuja moja kwa moja bila kupitia sehemu yoyote. Sawa. Nitafanya kama ulivyonielekeza. Mke wangu. Niambie baby. Unapoitika wewe unanimaliza mimi. Haki ya Mungu tena. Hebu itikia tena mke wangu. Baby, acha kunijali bwana. Unajua kila dakika ya saa inavyozidi kutembea, basi ninajiona ni mwenye kila kitu. Unamaanisha nini? Ni kwamba maisha yangu ya awali na sasa hivi ni tofauti. Nina pesa, lakini jambo kubwa zaidi, nimempata mrembo ambaye ni mithili ya malaika fulani hivi. Huyo mrembo ni mimi? Swadakta kabisa. Sorry baby. Mke wangu. Ukweli ni kwamba najivunia wewe. Na wewe ni kama malaika aliyetoroka peponi kuja katika ulimwengu wa Steven. Yeah, kiukweli nakupenda sana. Jamani baby. Yeah. Unaposema baby unaniua mimi wewe. Yeah, kiukweli wewe ni wa kipekee na wa kitofauti. Yeah, nakupenda sana. Hata mimi najivunia wewe. Kwani nina mume mzuri sana. Utaniua mama.
uzuri na rangi yako ya asili. Kwa sababu kila popote nakopita wananiambia hongera Steven, hongera Steven, hongera Steven, najivunia kwa ajili yako. Hiyo sifa. Lazima upewe sifa kwa sababu wewe ni mrembo. Nitavimba kichwa. Uvimbe lakini kisipasuka. Ikipasuka nitalia mimi. Shemeji, karibu sana. Asante. Habari za saizi? Salama. Karibu. Asante. Karibu kae. Naweza kukaa hata pale. Basi naanza kujiamlia popote pale. Habari za utokako? Huko kwema labda hapa. Hapa tu jambo, tunamshukuru Mungu. Tumejaa. Mke wangu. Huyu ni shemeji Miranzi. Mke wangu wa awali, huyu ndiye kaka yake. Karibu shemeji. Unaweza kumuuliza kuhusu kinywaji? Sikiliza. Samahani, nikuletee kinywaji gani? No. Asante. Sawa. Ana pia mnaendana? Ni dada sasa. Nimempoteza yule, lakini nimempata dada yako mwingine. Kiukweli nina furaha kubwa mno kumpata huyo. Huyo ndiye maisha yangu, usingizi wangu, rafiki yangu, mwandani wangu. Sasa bwana shemeji, nilipita tu mara moja. Mimi nadhani siku nyingine nitakuja, tutaongea sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka umefuata maagizo ambayo nilokuambia. Ndiyo, nimeyafuata. Unakumbuka nilikupa maagizo gani? Uliniambia nikitoka kwa shemeji nisipitie sehemu yoyote mpaka nafika hapa. Sawa. Nikabidhi. Sasa ili tuweze kuianza kazi yetu kiufanisi, inabidi urudi kwenye kaburi uliloambiwa la dada yako.
lakini kabla hujaenda inabidi nikutoe wasiwasi, namaanisha nikupe ujasiri. Naiza. Taptabike tamtamute. Kulungu pia. Naiza. Sasa nitakupatia usembe. Utakapofika kaburi uliloambiwa la dada yako, geuka kulia na kushoto. Puliza ule usembe kuelekea kwenye kaburi la dada yako. Kuna kitu kitajitokeza, usiogope. Na ndio maana nimekupa ujasiri. Naweza kwenda. Mke wangu, unajua kwa uzuri na urembo ulionao, sitamani kumleta mtu mwingine kama mfanyakazi humu ndani. Hata saluni wakati mwingine nitakuwa sitaki uende. Hivyo unafikiri saluni ni rahisi eh? Nitajua kwa wakati huo. Itabidi nijifunze ili nijue moja kwa moja. Kama hivi sipendi mtu anapoishika rangi yako ya asili, ngozi yako ishike hivyo. Na hivi. Baby. Yeah. Kuna jambo nimelikumbuka. Tena ngoja nikae. Kitu gani hicho? Maana kio uishiwaji mambo. Baby, kuna kitu nataka nikuulize. Hivi unamjua Buibui au Spider? Yeah, namjua Spider. Na ushai kuiona labda nyumba yake? Si yenye nyuzi. Sasa kwa mfano
inatokea mvua inanyesha, yule buibui anaweza kujilinda na ile nyumba yake asinyeshewe na mvua? Hapana. Au anaweza kujilinda wakati wa jua kali apate kimvuri? Pia hawezi. Una maana gani? Swali zuri mume wangu. Na maanisha kila siku kuna jambo na kuomba, yani si chini kama mara 3 nishakwambia. Kuna vitu kule store mume wangu vinahitaji vihamishiwe chumbani kwa sababu kuna kile kitanda kinaharibika. Mimi binafsi roho inaniuma mume wangu. Kama itakupendeza, ningeomba tukitoa kile kitanda kule store, tukifunge katika kile chumba ambacho hakitumiki. Kama itanipendeza. Hiyo mke wangu haitanipendeza. Labda nikwambie kitu kimoja. Mle ndani vile vitu si vinakaa. Kule store viliko vinakaa. Na mimi ndo mnunuaji wa vitu. Ikitokea vimeharibika nitanunua vingine. Kwa achana navyo. Sawa? Oh no baby. Ununue vitu vingine wakati vitu tunavyo? Hata kama tuna pesa kiasi gani hatutaki kuwa wafujaji wa vitu. I hope hata mle ndani vinakaa. Si vipo ndani. Si ndani ya nyumba yetu. Vinakaa pia. Vinaharibika. Mimi ninachotaka tuhamishe katika kile chumba ambacho hakitumiki. Nimekuambia sitaki kile chumba kitumike. Kwa nini kisitumike? Mimi na wewe nani mwanaume ndani? Ni wewe mume wangu. Okay. Mimi si ndo natakiwa kupanga kila kitu. Kile chumba kinatakiwa kubaki kama kilivyo. Hivyo unavyotaka kusema wewe kwamba viende katika kile chumba pale vilipo vinakaa. Sitaki kusikia kitu kingine chochote kuhusu kile chumba. Kiache kama kilivyo. Sikia nikwambie mume wangu. Mimi ni mkeo na sometimes natakiwa niwe na sauti humu ndani. Nikiwa kama mke, nitatoa vile vitu kule store na utanikuta nimefunga chumbani. Nani? Unataka nini kwangu? Nahitaji kile chumba nikitumie. Nishakwambia kile chumba hakitumiki. Wewe umeona kuna nini ndani yake? Hakuna kitu na ndio maana nahitaji tuweke vitu. Basi nataka kibaki vile vile kama kilivyo. Umenielewa vizuri? Mimi siwezi kuelewa. Najma, unataka kucheza na akili yangu? Unataka kucheza na akili yangu? Nimekwambia hivi, ukitaka kujua mimi ni nani, weka takataka yote ndani ya kile chumba. Utanitambua mimi ni nani. Hivi nakuomba mke wangu, tafadhali. Kile chumba kiache kama kilivyo. Najma, ukithubutu kuweka kitu chochote mle ndani. Sorry. Usithubutu kufanya ujinga. Umenielewa? Ikiwa unanitafuta kunijua mimi ni nani na kuijua rangi yangu, chukua chochote weka mle ndani ya kile chumba, utanitambua mimi ni nani. Nilipofika kule mimi naelewa kila kitu ambacho umekiona huko. Na sikutaka kukuambia kwa maneno, nikataka nikuonyeshe kwa vitendo. Kile ulichokiona pale, yule ndio dada yako ambaye amezikwa chini. Sasa leo hii mimi nataka nikuletee dada yako.
Huyu si ndo dada yako? Ndio yeye. Huyu ndiye yeye kabisa. Dada yako bado anaishi, ila aishi katika ulimwengu huu. Lakini mimi nataka nikuahidi kitu kimoja tu. Kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenijalia na makalama, dada yako mimi nitamrudisha. Japo kuna kazi ngumu sana ambayo inabidi ifanyike, sio kiwepesi, ila dada yako atarudi. Nitashukuru. Maana hii hali inanitesa kweli. Muda sana dada yangu. Kwa hiyo kama utanisaidia kwa hilo nitashukuru sana. Inshallah. Mzee Gonga. Mzee Gonga. Mzee Gonga. Halo. Okay. Oh, kijana. Naam. Oh,
Steve. Naam, shikamoo. Marhaba, ndio wewe? Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante za hapa. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante baba. Karibu sana. Ngoja nikuletee kiti. Haya. Karibu sana. Karibu kijana. Ya, asante mzee. Sana kijana. Karibu sana kijana. Asante mzee. Karibu sana. Asante, habari za hapa? Za hapa ni nzuri tu. Karibu sana. Mbona unaonekana kama mtu ambaye ulikuwa katika hali ya force sana na ni mtu ambaye kama hauko sawa? Kiukweli nina tatizo kidogo mzee. Karibu. Asante. Nyumba yangu inataka kushindana na mimi. Ina nini nyumba yako? Tangu nilivyonunua ile nyumba mzee, kulikuwa kuna tatizo lolote, lakini hivi karibuni, yani ile nyumba imeanza kuniletea mauzauza. Yani inashindana na mimi. Kutoka umeinunua hii nyumba mpaka sasa hivi, kuna jambo lolote ambalo ulilifanya? Hapana. Sijawahi kufanya kitu chochote huko ndani. Na haya mambo hayakuwepo hapo nyuma kidogo, lakini hivi karibuni, yani mpaka sasa hivi hapa, kilichonitokea ni hicho hicho. Ndio maana leo niko hapa. Kijana, haya majumba haya unavyoyaona, majumba haya yana mambo mengi. Huwezi kujua alionunua na akakuuzia wewe alifanya nini ama aliacha kitu gani katika hii nyumba. Majumba haya unavyoyaona. Samahani kidogo. Hello mke wangu. Karibu. Asante. Mbona upo katika hali hii? Sawa, kuna sehemu mara moja nipo. Kuna sehemu nipo mara moja, sitochelewa kurudi. Narudi muda si mrefu. Haya. Ni mke wangu. Kijana, haya majumba unavyoyaona, huwezi kujua aliyokuwa katoka na akakuuzia wewe alifanya nini ama aliacha kitu gani cha kufanya. Fanya mpango ili uweze kuimiliki nyumba yako, uweze kumiliki mji wako. Mauzauza yatapotea. Na ndio maana nimekutafuta wewe, sababu nilikaa nikafikiria, nikawaza, nikawazua, nikasema nimfuate mzee Gonga kwa sababu ndo mzee pekee mwenye busara hapa. Karibu sana. Asante. Kwa hiyo haya mauzauza yataisha. Sawa, nenda kafanya hivi. Shida ni mume wangu. Yaani mume wangu ameondoka hapa, ameniachia sitofahamu. Amekuwa kama mtu aliyochanganyikiwa, kama mtu anaogopa kitu, amekimbia kafungua geti, kaondoka zake. Sielewi kaelekea wapi kaka yangu. Ina maana ametoka akiwa anakimbia? Ndio. Umempigia simu? Sijampigia. Hebu mpigie simu.
Mke wangu, mimi si nishakwambia kuna sehemu nipo na kuja mara moja, kwenye tatizo nini? Mimi na wewe tumeongea sasa hivi muda si mrefu hapa. Nimekupigia simu. Hapana mume wangu. Mimi ndio kwanza nakupigia simu sasa hivi. Nimekwambia kuna sehemu nipo na kuja muda si mrefu. Simu za nini tena mama? Uko wapi? Sitaki ujinga wa namna hiyo bana. Halo? Halo? Vipi? Amekata simu. Amekata? Ndio. Amekwambia lakini yuko wapi? Ila namuuliza tu. Amekata simu. Sawa. Basi wewe relax. Inawezekana kuna mambo tu mengi ambayo ya kikazi yamemchanganya. Atarudi. Na kwa vile hayupo, basi naomba mimi niende. Sawa? Sawa. Atarudi. Ila usio katika hali hiyo. Sawa? Mimi ngoja nitoke. Lakini usio katika hali hiyo. Sawa. Kwa nini? Sawa. Samahani mzee wangu aise. Nimekusamehe. Wewe nenda kafanya nilivyokueleza na matatizo yatakuondokea. Asante sana, nashukuru kwa busara zako. Asante sana. Nitajaribu kufanya hivyo. Wewe nenda kafanya. Mauzauza yataisha. Yataisha. Kabisa? Shida hakuna. Asante mzee. Asante sana. Karibu sana. Mzee Gonga. Karibu sana. Kwa ndugu yangu wewe, sio hata uambiwe. Unajua haya matatizo yote yanayotokea sasa hivi msababishaji wewe. Wewe niangalie tu. Kwa sababu nisingesema hivyo, Milanzi hakuwa anajua chochote. Lakini wewe sasa ndugu yangu, umembeba Milanzi, ukaenda naye sijui mpaka kwa kuani huko. Mlichokifanya huko mimi sijui. Haya leo angalia kinavyotokea hapa mtaani. Lakini dada, Milanzi ndo rafiki yangu. Na sio rafiki tu, ni kama ndugu sasa. Tazama dada yake amefariki, jamaa ghafla kafanikiwa. Yaani una macho lakini unashindwa kuliona hilo pia. Kwa nini uko hivyo dadangu? Nani amsaidie? Subiri. Sasa kufanikiwa kwa yule mtu, wewe kuna kuhusu nini ndugu yangu? Ndugu yangu, mambo mengine achana nayo, wewe hayakuhusu. Kwa sababu unavozidi kuanza kuyachimba mambo ya watu, yatakuja kukukuta. Fikiria mimi na tuko wawili tu. Yaje akukute kakaangu, tutakuwa wapi mimi? Utaniacha kwenye hali gani? Lakini dada, Milanzi ni kama ndugu sasa. Nani amsaidie? Mimi sijafurahia kitu kichotokea. Mume yule sister amefariki ghafla tu, ana mafanikio, ana majumba, ana magari. Yaani dada una macho unashinda kuliona hata hilo. Mimi sijakukataza urafiki wenu, lakini kuna vitu vingine hivi vya ndani achana navyo ndugu yangu. Tuko wawili tu, mbona unakuwa mbishi wewe? Achana navyo. Havikuhusu. Mume wangu, hivi unaweza kuniambia kwa nini umenikatia simu? Mke wangu, umenipigia simu nikakwambia niko kwa jirani, nitarudi muda si mrefu. Sekunde 2 nyingi ukapiga tena. Uoni kama hayo ni matumizi mabovu ya muda?
Hivi mimi nimepiga simu mara moja tu, sijapiga simu mara mbili. Ile simu nilokupigia kwangu ndio ya kwanza kwako, ila kwa ujeuri na dharau zako ukaamua kunikatia simu. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi ni Taila, sina akili timamu, kwamba nashindwa kujua namba ya mke wangu, nashindwa kutambua jina la mke wangu? Umepiga simu, nimekwambia mke wangu kuna sehemu nipo, sitochelewa kurudi. Ndani ya sekunde 2 unapiga tena simu mke wangu. Hebu sikiliza. Unajua wewe ni mrembo sana mke. Don't touch me. Okay. Labda niseme kwamba upendezi ukikasirika. Sura yako inakuwa mbaya wakati wewe una sura nzuri kama malaika. Au nikuimbie basi, umezaliwa wewe ni mrembo, hakuna binti ambaye amekufikia. Umeumbwa fresh, umejenga nyuma, kuonapo mwenzio napata pressure. Midomo yako imejenga love, ukinibusu kweli mimi na wewe seka. Kwa Mungu mimi na wewe seka ukinibusu. Pasi kukasirika mke wangu. Pendezi ukiwa hivyo, Kasirika upendezi, unapendeza ukiwa na tabasamu. Naji. Ndugu yangu Milanzi, yaani kama ni safari tayari tumeshaanza kupiga hatua, na kama gari tayari tumeshawasha injini. Katika jambo lako hili inabidi kuwa na subira, kwa sababu pana mambo mengi sana yatajitokeza, lakini tunahitaji kufuatilia kiutaratibu. Nafikiri kila kitu kitakaa sawa. Bwana Kuhani, mimi kwanza nishukuru na kwa jinsi tunavyoendelea na hili zoezi, bila shaka tutafanikiwa. Mimi pia nina imani katika hilo. Kikubwa tu tuwe na subira, kila kitu kitakaa sawa. Basi mimi ngoja nikuache. Kila la heri. Asante. Karibu. Za saizi dada? Nzuri. Karibu. Bila shaka hapa kwa Steve eti? Ndiyo, ni kwa Steve. Karibu. Karibu ukae. TV kubwa kama nyumba. Nikusaidie nini? Wala sijahitaji msaada kutoka kwako. Mimi ndio nimekuja kukusaidia wewe. Kunisaidia nini? Kunisaidia nini? Tuanzie hapo hapo. Mimi namjua vizuri sana Steve kuliko unavyomjua wewe. Mimi ni mama yake mdogo na mke wake wa kwanza. Yaani Steve alimuoa mtoto wetu sisi kabla hajawa na wewe. Nakusikiliza. Hapo hapa endelea kunisikiliza kwa makini. Hivyo basi, mimi namjua Steve vizuri sana kuliko wewe. Na hapo awali alipokuwa anaishi na mtoto wetu, alikuwa na maisha mabaya. Unajua maisha mabaya? Alikuwa na ziki, yani alikuwa na njaa. Yeye Steve kupata mlo mmoja tu
kwake ilikuwa ni shida. Lakini sasa cha ajabu na cha kushangaza, alipofariki tu mke wake. Subiri kwanza mama. Ina haja gani mimi kunieleza maisha ya nyuma mume wangu? Aha. Kuna haja ya kukueleza kwa sababu na kuonea huruma. Na kuonea huruma, na ndicho kilichonileta hapa. Baada ya mtoto wetu kufariki tu, Steve akatajirika. Na familia yetu mpaka leo hatujui chanzo cha kuuawa mtoto wetu. Na kwa nini yeye atajirike Steve baada ya kufa sisi mtoto wetu? Yaani mtoto wa dada yangu afariki, alafu yeye ndio atajirike. Wewe uone hapo? Na ndio maana nimekuhurumia, nimekuja kukuambia. Sasa mwenzio akinyolewa nywele, na wewe tia maji nywele zako. Karibu sana mama mkwe. Asante baba, na mimi nimekaribia muda tu, lakini hata maji ya kunywa sijapewa. Pole sana kwa hilo, huenda mke wangu atakuwa amejisahau. Ni nani aliyekuelekeza kwamba hapa ndo nakoishi mama mkwe? Mimi nimevizia, nimeulizia tu hapo, ndo akanielekeza hapa kwenye gate. Ndo nikaja. Unaonekana ni mviziaji mzuri sana. Karibu, hapa ndo nakoishi. Nashukuru baba, lakini sikuja kuchelewa. Nashukuru tu nimepajua. Hapa nitakuja siku nyingine labda. Mke wangu, naomba unisikilize. Naposema unisikilize, basi naomba unisikilize kweli kweli. Sitaki kumuona ndugu wa aina yoyote, hasa upande wa aliyekuwa mke wangu, kuja hapa. Sitaki wai. Naomba ninachokiongea ukisikiliza na ukitekeleza. Sitaki ndugu wa aina yoyote, hasa upande ule, kuja hapa kwangu. Maana ujio wao unahisi ndo wananifanya nizidi kuchanganyikiwa, wanaletea mambo ya ajabu na kipumbavu. Ikiwa utamruhusu mtu kuingia humu ndani, zingatia hilo. Niko ndani. Naona bwana ni sawa tu, tuachane nayo kabisa.
tuachane nalo, kwa sababu kwa nyumbani mama ameshakuwa mabaya. Hivi Lugendo, hivi maneno uliyoniambia katika simu ni kweli? Uko serious? Kipindi ambacho naongea sikujua kama inaweza kaleta madhara kiasi hiki. Angalia upande wako na upande wangu utakuwa katika hali gani. Yule jamaa pale kufikia yuko tayari kutumia gharama zozote. Lugendo, wewe si ndiye uliyeniambia? Karibu sana ndugu yangu. Aisee, shukrani sana. Unaendeleaje hapo? Mimi nashukuru Mungu. Sawa. Na afya njema kama unavyoniona. Ndo kama hivyo unaniona mimi na makoti hapa. Nje kuna mvua na kifua changu kama unavyokijua. Mambo mengine vipi? Kikweli tunamshukuru Mungu bwana. Ni kwema, naona mambo kwema kweli. Sasa kuna jambo ambalo mimi limenileta hapa. Ni kitu ambacho mimi pia kinanitatiza sana Lance. Hasa juu ya kifo cha dada yako. Hebu ngoja kwanza. Kifo cha dada yangu kinakuwa na utata. Kwa nini kiwe na utata? Kwa sababu kifo ni kila binadamu atakufa. Na hii katika vitabu vyote imeandikwa. Leo inakuwaje kifo cha dada yangu kionekane kina utata? Lanzi, yaani wewe katika upo wako umeshindwa kufikiria kabisa toka dada yako afariki. Yule shemeji yako sasa hivi ana mafanikio makubwa sana. Mambo yake yafanya kunyoka hivi, ana nyumba 2 na nyingine ana mpango wa kununua Kisembule, ana magari 3, ana malori 2. Yaani katika ufahamu wako na akili zako umeshindwa kupambanua brother. Kwa hiyo unataka kuniambia baada ya dada yangu kufa tu shemeji ndio yakaanza kutokea mabadiliko? Milanzi, hicho ndio ninachokimaanisha. Hii ni swala ambalo wewe pia unapaswa kulizingatia, hata mimi mwenyewe kinaniumiza sana. Kwa sababu wewe ni rafiki na zaidi ya rafiki ni ndugu. Sasa upaswa kulipuzia jambo kama hili. Sasa unataka unishauri kitu gani? Hilo nilikuwa nalitegemea kutoka kwako. Mimi kuna mahali nitakupeleka kama uko tayari. Uko tayari? Kwa vile nataka nilifahamu na nipate uhakika, mimi nadhani utanipeleka hiyo sehemu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni bora tukutana na wewe shehe ana kwa. Mimi na ndugu yangu hapa kuna jambo nataka tukwambie. Kwa hiyo kama inawezekana tukaongelea masuala. Hapa si mahala pake. Ni vyema mngekuja nyumbani. Basi sawa, haina shida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuhani, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Milanzi. Ujio wetu hapa kuna mambo ya katika kiza. Tungependa kujua katika mwanga. Dada yake ni kweli amefariki, na tunajua kwa kweli kwa macho ya nyama na damu amefariki. Lakini je, tungependa kujua katika jicho la tatu kweli amefariki? Dada yako anaitwa nani? Mariam. Mariam binti nani? Kasim. Nipe mkono wa kulia.
mtu bado anaishi. Ila yupo kwenye kifungo kizito sana, na kuna mtu anapata mafanikio kupitia yeye. Ulishawahi kwenda kwenye kaburi la dadako? Hapana. Sasa nenda nyumbani kwa shemeji yako, uambatana naye mguu kwa mguu, akupeleke kwenye kaburi la dada yako, na ukishafika huko kuna kitu unatakiwa uniletee. Nini sasa hiki Milanzo ambacho nakitazania sasa? Tuachane na hili swala. Nisikilize. Na ndio maana mimi nikayafanya yote haya kwa sababu wewe uliniweka chini na ukanieleza. Na hata hivyo ndugu yangu, mimi nashukuru sana. Milanzi, kumbuka mimi familia yangu hainielewi. Na kila mtu amenikataa, ameniona mimi punguani. Na hakuna anayenikubali. Na wamenikataa, hili jambo likinikuta limenikuta mimi peke yangu. Yule jamaa ambaye ni shemeji yako wewe, yuko tayari kutumia gharama zozote kama alivyompoteza dadaka akatupoteza na sisi pia. Kwa hilo swala unapaswa kulizingatia Milanzi. Itakugharimu wewe au mimi au wote pamoja. Labda nikwambie kitu kimoja. Hili swala wewe hauwezi likakugharimu hata mara moja. Na kama kugharimu basi litanigharimu mimi. Kwa sababu mimi ndio nafanya kila kitu. Sawa? Ninachoshukuru ndugu yangu kunieleza. Na kweli nalifanyia kazi. Na wewe nakuomba kuanzia sasa, wewe hausiani, wewe kaa pembeni. Hili swala niachie mimi. Na yeyote atakayekuambia kuhusu hilo swala, mwambie mimi sipo. Mwenyewe Milanzi ndio analifuatilia hilo swala. Kwa hiyo Rugendo, kwa hili wewe usio na shaka nalo. Lolote litakalotokea mimi mtalikabili. Milanzi, mara kwanza nilikuja tukaelewana. Kwa nini dogo hapo unashindwa kuelewana na mimi? Na hatuwezi kuelewana. Sasa basi, wewe nenda. Nitakupigia simu, unajua wapi tuonane. Tuzungumze. Hili swala unapaswa kulimaliza hapa niishi. Hatuwezi kuelewana hapa. Wewe nenda. Nitakupigia simu, tujue wapi tutaonana, tutaongea. Lakini hapa kwa sasa hatuwezi kuelewana. Tulimaliza hili swala. Tulimaliza hili swala Milanzi. Mimi Mzee Gonga. Naam kijana. Unajua, kwa bahati mbaya mimi nilikuwa sipo katika nchi hii. Sawa. Lakini alipokufa dada yangu, yule shemeji maisha yake yakaanza kubadilika. Kama maisha mazuri, ana majumba. Baada tu ya kufa dada yangu. Sasa na mimi nilivyorudi nikapata dondoo kuhusu alivyokufa dada yangu na shemeji yangu kupata mafanikio. Sasa mzee wangu, mimi nataka nijue kati ya kifo cha dada yangu na shemeji yangu kutajirika, hivi vina uwiano gani hapa? Sawa sawa kijana. Kijana, naomba unisikilize na uchukue usia huu niliokupa. Kwa kuwa dada yako alifariki, naomba uamini kuwa dada yako alifariki na si vinginevyo. Kwa sababu utakapokuja kuleta dhana nyingine kuhusu hili, utasababisha mambo mengine tofauti. Na ndiyo maana hata katika upande wa dini yetu sisi ya Kiislamu, tunapomswalia maiti, dua ya mwisho kabisa inasema la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu walilmuslimina. Kwa ufupi, tafasiri ya maneno haya ni kumuomba Mwenyezi Mungu amjalie kheri maiti yako anakokwenda, lakini pia isije ikawa fitina baada ya kuondoka kwake. Na fitina ndiyo kama hizo za kwamba utadhani hili utadhani lile na kuleta mambo mengine tofauti. Usia wangu kwako kijana, amini kuwa dada yako amefariki na si jingine. Sawa mzee wangu. Asante sana bwana, asante sana.
Hivi Milanzi, na wewe akili zako kumbe zipo kama ndugu yangu mimi Lugendo. Hivi kwa nini nyinyi hamtaki kukubali matokeo? Mtu akisha kufa amekufa. Na si hivyo mnavyofanya nyinyi, mnachukuzana sijui mnapelekwa na wapi huko, sijui mnaenda sijui kufukunywa mambo mengine hata hayawahusu. Ina maana mnapingana na kazi ya Mungu? Milanzi, ina maana hujui kwamba kuna kifo? Ulitaka dadako aishi mpaka miaka mingapi? Ile ni kazi ya Mungu. Kila mtu atakufa. Dadako amekufa, wewe kubali matokeo kwamba amekufa. Na si hayo mengine unayotafuta ndugu yangu. Dada, nakuita dada kwa sababu Lugendo rafiki yangu, wewe ni dada yake. Ni kweli unachokiongea, ila siku zote maumivu ya kifo anayeumia ni baba, mama na ndugu. Mimi ni ndugu yangu yule. Yaani ni bora angekufa kwa mipango ya Mungu, ningeelewa. Lakini kifo chake kinaonesha kabisa dhahiri kwamba kuna ushetani ndani yake. Na kwa vile yule ni dada yangu, siwezi nikaliacha ile swala liende kama mnavyotaka. Nitalifuatilia mpaka nijue mwisho wake na dada yangu yuko wapi. Sasa basi, kwa vile nilikuja kumwangalia Lugendo na hayupo, akirudi utampa salamu zangu aje nyumbani. Nikutakie mchana mwema. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nafuata nakuta. Kwa maana sasa jinsi kila siku ninavyoenda hii jambo limeshanifika hapa. Yaani limeshanifika hapa. Yaani naona huu mzigo ni utue. Milanzi ni rafiki yangu mimi. Huku tunapokwenda huku, na kuomba chonde na kuomba achana na hili swala kuhani. Achana na hili swala kabisa. Kila mtu ananiona mipungwani. Nimekuwa Lugendo kidonda sasa katika familia yangu. Hakuna mtu anayenisupport mimi katika hili jambo, na itaniletea madhara mimi na familia yangu, na wananitenga kwa hili. Nyumbani sikai kwa raha kuhani. Hivi Steve unamwonaje? Unachukulia kama ni mtu wa kawaida yule? Kama akaweza kumdhuru mkewe, mimi nani? Mimi nani kuhani mimi? Naomba achana na hili swala. Litaniumiza mimi na familia yangu. Nisaidie. Lakini wewe si ndo ambao ulimleta? Na ukataka kujua mambo aliyokuwa kwenye kiza wewe kwenye mwanga. Sasa sikumleta ili ipate madhara. Lakini huku napokwenda mimi naondokea dhurika, na familia nzima haijakubaliana na hili swala. Milanzi ni rafiki yangu, lakini Steve unamwonaje? Mtu wake wa karibu kamdhuru mkewe. Mimi nani mimi? Mimi nani? Maisha yenyewe na unga. Sasa sikia nikwambie. Mimi ndo kuhani wa makuhani. Mtoto wa Juma Ndala Mundunkulu kutoka katika visiwa vya kati. Na sijawahi kushindwa na chochote. Wewe ulikuja ukataka mambo ya giza wewe katika mwanga. Acha niweke katika mwanga. Shaka yako iko wapi? Kwa kifupi niache nifanye kazi yangu.
mdogo, kuna vitu nilikuwa sijakushirikisha, lakini leo ngoja tu nikueleze. Unajua kifo cha dada yangu kimetokea katika mazingira ambayo mimi siyaelewi, na dondoo nilizozipata nikaanza kufuatilia, na maanisha nikaenda kwa mtu kuhani, nikamwelezea na yeye akaangalia, lakini akaniambia 100% dada yako hajafa, anaishi, lakini anaishi katika ulimwengu tofauti na huu ambao tunaishi sasa. Labda nikwambie tu, hii yote katika kifo chake, lakini kuna mtu anapata mafanikio. Sasa basi, nikiwa kama yule ni ndugu yangu, siwezi nikakubali. Yaani ni bora kama angekufa kifo cha kawaida, lakini sio kifo hichi ambacho inaonekana kabisa kafa ila yupo. Miranzi mwanangu, katika maisha yako ondoa kitu kinachoitwa wasiwasi, na usiingize ushirikina kwenye swala la mauti. Hivi unafanya jitihada kuhusu dada yako, na wakati dada yako ameshazikwa. Hivi katika akili yako unapowaza kwa pilika hizo unazozifanya, hivi dada yako utamkomboa? Utamrudisha duniani dada yako? Huna jibu. Huna jibu kwa sababu ni swala lisilowezekana. Naona tufanye kitu kimoja. Kwanza tusiamini ushirikina. Tufanye tu kwamba kweli ndugu yetu tumepoteza, labda amepotea tu kwenye mazingira hayo, yaani tuamini tu ni Mungu mwenyewe ndio kamchukua. Lakini tukiingiza vitu vingine vya ushirikina, tutakuwa hatutendi haki. Mimi nilikuwa nakuomba mwanangu, tungemwachia Mungu mwenyewe. Yeye ndio anayeweza kuhukumu swala hili. Na halafu hivi dada yako amezikwa kabisa na amefukiwa na tani kabisa, tani 6 zote amefukiwa. Hivi kweli unajua kwamba atarudi humo kweli? Mama, mimi sipo hapa kwa ajili ya kukukumbusha machungu. Hapana. Ila ninachokiamini, dada yangu bado anaishi. Na kukuambia hili sina maana kutaka msaada kwako. Hili jambo mimi mwenyewe nimelianza na nitalimaliza. Nitahakikisha mpaka dada yangu anarudi katika ulimwengu. Basi shikilia hapo. Nadhani umefika muda mwafaka. Naam kuhani. Maana baada ya kuona dosmi yako nimetoka mbio na kufika hapa. Sasa kama nilivyokuambia mara ya mwisho, kama ni safari tumeshaanza kupiga hatua, na kama gari tumeshawasha engine. Leo hii nataka nikupatie usembe, uende moja kwa moja mpaka anapokaa shemeji yako. Ukifika pale uupulize, hakikisha asikuone mtu yoyote. Bila shaka nitafanya kama unavyonielekeza.
Sawa, sijui unaweza ukaniruhusu niende? Dada. Kameranzi. Karibu. Asante. Nilikwambia nini kuhusu hii familia? Brother. Shemeji. Ulikuwa ni shemeji yangu hapo awali. Lakini kwa sasa dada yako ameshakufa. Ushemeji umeisha. Hivyo basi, iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa nyumbani kwangu. Nafikiri umenielewa. Out. Nilikwambia nini kuhusu ile familia? Umekuwa jeuri. Najima unaniona mimi boyoyo? Yule alifuata nini hapa? Wakati anafika tu naye ndo unaingia. Anafika wapi wakati naona unajibebesha kaka Milanzi? Wewe Najima, yaani hapo ulipo unanenepeana mashavu, unanawiri kwa unakuwa jeuri, si ndio? Wewe sasa nakupa onyo la mwisho. Hebu shika sikio. Shika sikio lako. Sitaki
kumuona mtu yeyote wa familia ile anaingia hapa ndani kwangu. Sitaki nini? Kumuona mtu anakuja hapa. Sitaki nini? Kumuona mtu anakuja hapa. Sasa ole wako. Ole wako. Ole wako. Wewe hatimaye ukombozi umefikia. ukombozi? Wewe toka. Nitoke? Nitoke niende wapi? Toka, nenda ndani. Kwa nini nitoke? Kwa nini nitoke? Unabishana na mimi? Toka, rudi ndani. Unajua unanishangaza. Ina maana mimi sasa hivi humu ndani sina uhuru wa kukaa ninapopataka, si ndio? Nasema toka, rudi ndani. Mume wangu, unajua unanishangaza. Kosa langu mimi kuja kukupa kampani hapa ama nini shida? Naongea kwa mara ya mwisho. Ondoka, toka hapa. Utakubishana na mimi? Sawa. Naona sasa hivi mapenzi humu ndani yameshapungua. Ndio maana tunaoneana tu tunavyotaka wewe, si ndio? Basi sawa. Basi kaa peke yako. Mke wangu. Niache. Mke wangu, sikiliza basi. Wewe unafikiri mimi naweza kufukuzwa ndani? Wewe ni mke wangu nikupendaye. Wewe ndiye kila kitu kwangu. Kuna mtu tu ambaye yani wewe ni kila kitu, mpenzi wangu, mke wangu, siwezi kufukuza mama. Mtu? Unajua ninapokupenda. Wewe ni mtoto wa Kiarabu, Naanzaje kukuacha mpenzi wangu? Unanipa raha zote, nakuwa najisikia kama nalala kwenye godoro lile natoka. Nishakwambia kwamba sio wewe niliyekuwa nakwambia uondoke. Mke wangu, hebu nielewe. Sawa. Mimi nakupenda, unajua katika raha ambazo unanipa wewe mimi sikumbatii chaka. Kumbatia mke wangu mrembo na mzuri aliyetukuka. I'm sorry.
Sawa baby. Sorry sana. Nakupenda sana. Wewe mwenyewe unajua kiasi gani nakupenda. Naanzaje kukufukuza jamani? Najiadhibu kwa sababu akili kama vile sina. Rudi ukae mpenzi wangu. Najima kipenzi. Najima. Kaa upumzike mpenzi wangu Yeah. Babe. Karibu juice. Asante. Hongera kwa kutengeneza juisi nzuri sana. Asante. Ndo unywe sasa. Yeah. Nitaacha jukumu kitu ambacho nakitengeneza mke wangu mrembo na Mwarabu. Babe. Kuna jambo nahitaji kujadili na wewe. Babe. Ndani ya mwezi huu kuna hali ya sitofahamu naiona kwako. Kwa mfano kama juzi kati tu hapa kuna hali ambayo ilikuwa si ya kawaida, kama vile ulivyoondoka kama mtu umechanganyikiwa, na ulivyorudi ukawa unaongea vitu vya ajabu ajabu kuhusu simu. Hii si hali ya kawaida mume wangu. Je, kuna kitu kinakusumbua? Mke wangu Najma, Mungu ameumba vitu viwili alafu vinaheshimiana. Kama havijawahi kukutana na wala havijawahi kuingiliana, namaanisha mwanga na giza. Wakati wa giza huwezi kuona mwanga, na wakati wa mwanga vile vile huwezi kuona giza. Na aliye kwenye mwanga ni tofauti na mtu aliye gizani. Sasa wewe upo kwenye mwanga na mimi niko upande wa pili. Naamini kwamba ipo siku hayo maswali yote unaoniuliza majibu yake nitakupa. Kuwa na amani. Sawa mume wangu. Ukiwa tayari kunieleza, mimi nipo hapa. Napaswa kujua kwa sababu ni mkeo, si ndio?
Asante shosti yangu. Za maisha. Maisha yanaendelea hivyo hivyo, tunashukuru Mungu. Wa kuchi kuna kuchu. Za kupendeza. Kawaida tu za siku. Maana nataka kuonekana uonekane. So unajua tena natunzwa. Hongera. Asante. Nipe mpya. Safi tu, sema nashukuru Mungu. Maana nikikuonaga wewe tangu hizo matatizo yangu yanakuwa yamepona. Jambo gani? Shida kubwa niliyokuwa nayo mimi ni kuhusiana na mume wangu. Amefanya nini? Yaani mume wangu siku hizi nimekuwa mtu ambaye simuelewi. Anakuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Yaani kuna vitu anafanya yani kwa kweli mimi yani sielewi yani. Kama yupo sawa ama vipi? Ana matatizo ya akili au? Koma wewe. Naolewaje na chizi hivi? Sasa unajua vijana sasa hivi wenyewe. Yule hana matatizo ya akili. Isipokuwa nahisi kama kuna kitu kinamtatiza au mshirikina. Mimi hilo sielewi na wala siwezi kulipitisha. Maana vijana siku hizi ukiona wadogo wana mali, huwezi jua ni mapanzia. Wewe tena. Ndo nakwambia. Sikia nikwambie. Mimi kuna jamaa nataka unisaidie. Kama kuna mtu unamjua, anaweza akanisaidia. Nataka kwenda siju kwa mtu ambaye wewe unamjua kama siju mganga, siju nani, sijui mimi nikamchungulie. Ipo mwaya. Hapo nyuma mtaa 3 hapo. We. Shehe, yani ipo vizuri hatari. Kilitaka lako limepita. Ndiye koma. Maarufu nani? Kuhani. Yaani ukiuliza tu kuhani kila kitu. Sasa sikia nikwambie shoga yangu. Hapa sitaki kulaza damu. Nia yangu ilikuwa nishinde hapa tule tusaze, lakini kwa hili ulionipa sasa hivi, ngoja kwanza niende nikachungulie. Yatakayojili nitakwambia shoga yangu. Ndio hivyo, usichelewe shoga yangu, kwa maana matatizo ya akili yanafanya. Hapo basi mimi naona nisipoteze muda. Nitapanga siku tutakuja tuongee sana. Nitashinda hapa. Hapo karibu mwana. Hata tatizo langu lishatatuka, ngoja niende. Hapo. Nitakwambia atakayojili au vipi? Karibu sana. Asante kuhani. Nimeshakaribia. Samahani. Hadi mimi nafika hapa nimeelekezwa na rafiki yangu. Na sababu ya mimi kuja hapa, kuna jambo linanitatiza kuhusiana na mume wangu. Subiri. Angalia hapa. Mume wangu huyu. Tena katika hiki chumba tulichokiona, nilimshuhudia jana kwa macho yangu akifanya vitu vya ajabu. Sasa ndani ya hicho chumba kuna mali yake, na ndio maana anakuwa mkali, wala hahitaji mtu wote asogelee. Mali? Na kupitia hili mtafute, kuna mtu anaitwa Milanzi. Milanzi? Nishamkumbuka huyo Milanzi. Alishawahi kuja kwangu na mume wangu akanitambulisha kuwa ni shemeji yake. Yaani marehemu mkewe ni kaka yake huyo Milanzi. Basi wewe mtafute huyo. Unaweza kwenda. Sawa. Sadaka yangu hii. Mimi huwa sipokei pesa kwa wanadamu. Nimepewa makalama na Mwenyezi Mungu nipate kuwakomboa binadamu. Unaweza ukaenda nayo.
Karibu. Karibu. Asante. Ndio. Pole na kazi baba. Nawe pia. Ila mimi sijapoa. Ndio. Tatizo? Tatizo ni nyumbani kwangu Matenga. Nimeona hiyo. Nyumbani kwangu kunanitisha mwenyewe. Ndio. Yaani yule mtu wetu anakuwa ni mtu ambaye ananisumbua akili yangu. Sometimes nasikia vitu vinanipigia makelele kichwani yaani nakosa raha, nakosa amani mle ndani kwangu. Wakati mwingine anatoka na kuja kukaa pale sebuleni alikokaa mke wangu. Sasa najiuliza ni nani anayempa anampa nguvu za kutoka kule ndani kuja pale sebuleni? Ni kweli hilo tatizo, lakini limekwisha. Lakini tatizo aliona. Kuna mtu aliona au mke wako aliona. Ndio tatizo. Kivipi? Lakini limekwisha. Nitakupa kitu. Na hicho kitu nitachokupa utaenda ukifanya nyumbani kwako. Sawa? Lingine nitalimaliza mimi. Sawa? Okay. Kama niliweza lile, hili jambo dogo itashindaje? Mimi nachoomba ni kwamba kwanza sitaki kuzalilika. Pili sitaki kurudi katika hali ile ya nyuma ambayo nilikuwa nayo, hali mbaya. Fanya kitu, kama kuna jambo la kufanya fanya. Limekwisha. Sawa sawa? Nakusikia. Yeah. Mona. Nakiona hicho kifika nyumbani utawasha, lakini akiwa mbele yako utamwashia mbele yake ya macho. Ukishakuwasha hawezi kuona tena, ni maana tunaua asione tena. Sasa hawezi kuona haya mambo yanayoendelea tena au na hata hataona tena. Awe kipofu? Wewe unatakaje? Mimi unajua mke wangu yule nampenda. Asione tu haya mambo yetu yanayoendelea. Sawa. Unachotaka wewe na ndicho kitachokuwa hicho. Asione mambo yetu. Okay. Sawa. Limekwisha hilo. Ukifika utampelekea mbele ya macho yake na utamwashia. Na yule mjinga mambo anaingilia, niachie ile kazi. Huyu ndio mkatamizi kabisa huyu. Imekwisha hiyo. Wewe utachoniambia mimi ndicho nitakachofanya. Huyu anaingilia mambo yangu huyu. Basi ndio mkandamiza kabisa. Basi hawezi kutoka tena ndani ya nyumba. Au unatakaje? Asitoke ndani ya nyumba au unataka atoke ndani ya nyumba? Vyovyote vile huyu anataka. Basi asitoke ndani ya nyumba. Kwisha habari yake. Sawa, nakuamini. Na yule. Sawa? Nenda! Nenda! Ndio! Kandamiza. Imekwisha. Maliza kabisa. Imekwisha. Mimi sana Matenga. Ndio! Shenzi kabisa. Unasema mimi raha. Imekwisha. Fanya hivyo. Imekwisha hiyo. Ndio Dr. Matenga bwana. Najma. Mke wangu Najma. Hi baby. Hi. Mbona kama hauko sawa? No. I'm okay. Okay.
Sioni. Sioni. Mume wangu. Babe. Sioni. Kwa nini ukuja katika umbile lako la kawaida? Nakupa sekunde 10. Rudi katika umbile lako la kawaida, la sivyo utabakiwa kwa hivyo hivyo, ili wenzako wakushenyete. Sakina binti Saidi wewe. Sikia Asha mfunga vilemba, kilichonileta mimi ni kitu kimoja tu. Kile unachokifanya achana nacho mara moja, na ukiendelea nitakuja kukuonesha lazima. Achana nacho, ninachokipata mimi wewe hujui. Achana nacho. Wewe mtoto mdogo sana kwangu, umeogopa kunyenyetwa eh? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mke wa Steve wamemtia upofu, na hii ni kutokana na matukio ambayo ameyaona wakati anafanya mume wake. Ila ni michezo midogo sana kwangu. Sasa nataka nikupe kazi, inabidi wewe ndio ambao ukamtoa upofu. Kwani mimi nawezaje sasa kwenda kumtoa upofu? Nilijua huo ndo wasiwasi wako, lakini wewe tulia. Almrush. Shika hiki kibiliti. Nenda kwa mke wa Steve, ukifika mwashie mbele ya macho yake. Sawa, nitafanya kama ulivyoniambia.
We nani? We nani? We nani? We nani?